Bila shaka hujambo mtazamaji wa Masambu TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari za kimataifa. Katika siku hii leo utakuwa nami Abdul Yasin, lakini kwanza muhtasari wake. Kinshasa yakumbwa na kipindupindu 20 wafariki. Korea Kaskazini hapa kuendelea na mpango wake wa nyuklia bila wasiwasi wowote. Mfungwa anyongwa kwa mara ya kwanza nchini Japan. Habari kamili, na tunaanzia moja kwa moja huko DRC Congo, ambapo takriban wagonjwa 30,000 wamerekodiwa tangu mwanzoni mwa mwaka 2025. Mikoa kadhaa imeathiriwa ambayo ni Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Tanganyika na Shopo. Ugonjwa huo sasa umeenea katika baadhi ya maeneo ya mji wa Kinshasa, ambapo kuibuka tena kwa kesi kunatia wasiwasi mamlaka za afya. Mwanahabari wetu Frankie Damas anasimulia kutoka Kinshasa. Tangu mwezi Mei mwaka jana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa katika janga la kitaifa la kipindupindu. Kulingana na taasisi ya kitaifa ya afya ya umma INSP, Kinshasa kwa sasa imerekodi jumla ya wagonjwa 136 tangu Januari mwaka huu, ikijumuisha zaidi ya wagonjwa 90 katika wiki za hivi karibuni na karibu vifo 20. Kanda 11 kati ya 23 za afya za mji mkuu zimeathirika. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF tayari limepeleka kituo cha matibabu ya kipindupindu jijini Kinshasa na linaazimia kufungua kituo cha pili. Kwa mujibu wa Stefan Gotgebua, mkuu wa ujumbe wa MSF kutoka Ubelgiji nchini DRC, ameeleza kuwa kuenea kwa janga hilo huko Kinshasa ni dhahiri kuna uwezekano wa kuenea katika maeneo mengi ya nchi na kwamba vitongoji visivyo na uwezo viko katika hatari zaidi. Huko Kinshasa, kipindupindu hushambulia kwanza vitongoji visivyo na uwezo, hasa vilivyo katika maeneo ya mafuriko yanayosababishwa na mito iliyobadilishwa na kugeuzwa kuwa mifereji ya maji machafu inayofurika. Hali hiyo inachangiwa na msimu wa mvua za masika, kwani Kinshasa ilipata mvua kubwa hivi karibuni, wakati msimu wa kiangazi ulipaswa kuanza mapema. Lakini vilevile ameeleza kuwa hali hiyo kwa kiasi kikubwa inachangiwa na suala la usafi na hali ya maisha. Uambukizaji wa kipindupindu unaosababishwa na bakteria ya Vibrio cholera unahusishwa kwa karibu na suala la usafi pamoja na upatikanaji wa maji ya kunywa, kwani mara tu bakteria anapogusana mdomo au kushikana mikono mara nyingi kupitia vidole, maambukizi yanaweza kutokea. Shukrani sana Frankie Damas kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tunaangazia huko Pyongyang, ambapo utawala wa Korea Kaskazini umekuwa ukitengeneza silaha zake za nyuklia tangu miaka ya 1990. Kwa mujibu wa utawala huo, silaha za nyuklia ndio ulinzi pekee dhidi ya uvamizi wa Marekani. Wakati huo, katikati ya mzozo na Israel, Korea Kaskazini inaonekana kuunga mkono matamshi yake. Freddy Kuboja anasimulia kutoka Pyongyang. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA limeripoti kwamba hiyo nchi itaendelea kuboresha mkakati wake wa uimara katika kila nyanja na kuondoa aina yoyote ya changamoto za kiusalama ambazo zitakuwa ni matokeo ya mpango uliopitiwa upya wa Washington. Kwa mujibu wa Pyongyang, inasema kama kweli Marekani iliweza kuishambulia Irani ni kwa sababu Irani ilikuwa bado haijakuwa na silaha ya nyuklia ya kulipiza kisasi au kutishia kufanya hivyo. Pyongyang yaazimia kutoacha silaha zake za nyuklia. Mazungumzo kati ya Washington na Pyongyang siku zote yamekuwa yakilenga kuzuia utawala wa Korea Kaskazini kutokuwa na silaha za nyuklia, yaani taifa hilo kuachana na silaha hizo. Lakini sasa inaonekana ni vigumu kuishawishi Korea Kaskazini kusikia tena hoja hii, ambayo imegundua kwamba kukosekana kwa silaha za nyuklia kunaweza kuipeleka pabaya. Mbali na Mashariki ya Kati, uingiliaji wa Marekani nchini Irani unaweza kuilazimisha Washington kupitia upya mkakati wake mpya wa kidiplomasia na utawala wa Korea Kaskazini. Mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Irani mwishoni mwa juma lililopita yanaweza kuishawishi Korea Kaskazini kuendeleza zaidi mpango wake wa nyuklia. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, wiki hii liliripoti kwamba mpango wa Marekani uliopitishwa na Rais Joe Biden mwezi Machi ulikuwa kwa ajili ya kuandaa uwezekano wa uratibu wa kukabiliana na Urusi, China na Korea Kaskazini. Asante sana Freddy Kuboja kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaangazia huko Tokyo, ambapo
Mfungwa aliyehukumiwa kifo amenyongwa nchini Japan, ikiwa ni mara ya kwanza kwa hukumu hiyo ya kifo kutolewa nchini humo tangu mwezi Julai 2022. Shirika la utangazaji la NHK na vyombo viwili vya habari vya kimataifa vimetangaza siku ya Ijumaa. Mwanahabari wetu Atra Matthew na taarifa kamili kutokea Tokyo. Mfungwa aliyepewa jina la utani la muuaji wa Twitter ameuawa kwa kunyongwa nchini Japani siku ya Ijumaa Juni 27 mwaka huu, ikiwa ni mara ya kwanza kwa hukumu ya kifo kutolewa nchini humo tangu Julai 2022. Takahiro Shiraishi mwenye umri wa miaka 34 amenyongwa kwa kuwaua watu 9 kwa kuwakatakata, wakiwemo wanawake 8 baada ya kuwasiliana nao kupitia mtandao wa kijamii unaofahamika kwa jina la X, zamani Twitter. Mwanaume huyo aliwalenga watumiaji wa internet ambao walijadili mipango ya kujiua mtandaoni, akiwaambia angeweza kuwasaidia na hata kufa pamoja nao. Waziri wa sheria Keisuke Suzuki amesema siku ya Ijumaa katika mkutano na waandishi wa habari mjini Tokyo kwamba uhalifu wa Bwana Shiraishi uliofanywa mwaka 2017 ulijumuisha wizi, ubakaji, mauaji, uharibifu na kutelekezwa kwa miili. Waathiriwa 9 walipigwa, kuibiwa, kunyongwa na kuuawa, kisha kukatwa na sehemu za miili yao kufichwa kwenye masanduku, mengine kutupwa kwenye jaa. Kulingana na Suzuki, muuaji alitenda ili kukidhi kwa ubinafsi tamaa zake za ngono na kifedha kupitia mauaji ambayo yameshtua sana na kuihangaisha jamii. Mnamo Oktoba 31, 2017, polisi waligundua nyumba halisi ya matukio ya kutisha nyumbani kwake, vipande 240 vya mabaki ya binadamu vikiwa vimefichwa kwenye masanduku ya zana, vikiwa vimenyinyiziwa marashi ili kuficha harufu ya kuoza. Mkasi, visu, msumeno na zana mbalimbali za useremala zilipatikana nyumbani kwake. Polisi walimkamata walipokuwa wakichunguza kutoweka kwa mwanamke mwenye umri wa miaka 23 ambaye kaka yake aliweza kuingia katika akaunti yake ya Twitter na kuona mazungumzo katika akaunti aliyeitiria mashaka kwenye jukwaa hilo. Shiraishi alihukumiwa kifo mnamo mwaka 2020 kwa mauaji ya watu hao 9 wenye umri kati ya miaka 15 na 26. Wakati wa kesi hiyo, mawakili wake walitetea hukumu ya kifungo cha maisha jela, wakisema kwamba waathiriwa wake walitoa mawazo ya kujiua kwenye mitandao ya kijamii na hivyo yeye aliwasaidia na walikubali kuuawa kwao. Kesi hii imezua mfadhaiko nchini Japan, nchi yenye kiwango cha chini sana cha uhalifu. Mara ya mwisho kisa cha mtu kunyongwa nchini Japan ilikuwa Julai 2022 kwa kunyongwa kwa Tomohiro Kato aliyepatikana na hatia ya kuua watu 7 mnamo mwaka 2008 huko Akihabara kwa kuendesha lori kwenye umati wa watu kabla ya kuwachoma visu wapita njia. Shukrani sana Atra Matthew kwa undani wa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa Masambu TV, unaweza kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube kwa undani wa taarifa zetu. Na kufikia hapa mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha uandaaji wa habari hii, jina langu Abdul Yasin.